Bwana Mungu aliyeziumba mbingu na nchi na vitu vilivyo hai na visivyo hai. Nimekuja kukuambia kuanzia leo utakuwa mvuvi wa watu na mtetezi wa wanyonge. We malaika, mbona umeondoka? Mvuvi wa watu wapi? Unajua nini? Leo wachelewaji wametandikwa na mwalimu Domo. Kwa maana mimi leo sijaja shule. Nichelewa nikaona bora tu nisiende shule. Alafu unajua nini? Wachane tu na hayo. Yaani mama, kiukweli nakupenda sana. Nakupenda pia. Hivi wewe ni mwoga? Mimi ni mwanaume bwana, nawezaje nikaogopa? Huyu hapo chini. Nakutania bana. Tuondoke. Kama wewe kwa utani. Besa. Wewe Besa. Besa mama. Abei. Hebu njoo. Nisaidie kwa maji ya kunywa kwanza. Asante. Hebu kaa hapo kidogo hapo. Sasa Besa, kuna kitu nataka tuzungumze. Mazungumzo gani? Muda mwingi nimekuwa nikikushirikisha kwenye masuala ya namna gani Mungu anavyo niita kuifanya kazi yake. Sasa na jana wakati nimekaa hapa amenitokea malaika wa Bwana na akaniambia kwamba mimi ninatakiwa kuwa mvuvi wa watu na mtetezi wa watu. Sasa kutokana na hivyo, mke wangu, nikaona ni bora nikubali kuifanya kazi hiyo, kwa sababu imefika wakati hata nikiwa kazini, yani zile sauti zinanisumbua mpaka nashindwa kufanya kazi. Kwa ni kaona ni bora nikubali kuifanya kazi ya Mungu. Sio hapo, unasemaje mke wangu? Mimi usinishirikishe na mambo yako ya kitumishi. Tena sasa nisipokushirikisha wewe nikamshirikishe nani? Eti nisipokushirikisha wewe nikamshirikisha nani? Na wewe ndio mke wangu. Hivyo wewe ni mpumbavu eti? Unashindwa kuwaza kazi. Unanishirikisha mambo yako ya kipuuzi. Unikome. Kipi kipimo cha thamani ya mtu kwenye hii dunia? Kila ninachofanya naona hakifanikiwi. Nashindwa nifanye nini kwenye hii dunia?
Hodi. Hodi. Karibu. Oh, shemeji. Karibu shemeji. Asante shemeji. Karibu ndani. Asante shemeji. Ama kwa nini unawashawasha hapa vyombo? Shemeji, unajua haya ndo mambo yetu. Kweli. Mimi namuulizia nani? Mwema yupo? Yumo ndani, karibu ndani. Oh, karibu. Asante. Karibu Eriki. Mama. Karibu bwana, karibu. Asante. Karibu sana. Asante. Habari za hapo za huko? Nzuri. Hapa. Salama. Umetoka ofisini, umetoka nyumbani? Nimetoka ofisini nimekuja huko. Umetoka ofisini. Habari za huko kazini? Ni nzuri. Bosi wangu ameniambia nije nikuulizie kwa nini huonekani kazini. Bosi amesema kwa nini sionekani kazini. Aha. Ni kweli siku nyingi zimepita hapo kidogo hapo sijaenda kazini. Ndiyo. Lakini ni kwa sababu ya yale mambo yetu niliyokuambia. Ndiyo. Yale mambo ndugu yangu, wito umeiva. Wito umeiva, lakini tatizo liko kwa shemeji yangu. Shemeji yangu. Hapo ndo kuna tatizo. Na ndio maana unaona hata ofisini hayo mambo yamenichanganya kabisa hata sisi. Kafanyeje? Yaani shemeji yako hakubaliani kabisa na mimi kwenye swala la kuwa mimi mchungaji. Hata hakubaliani nalo kabisa. Hapo leo wewe unapenda uwe mchungaji? Kwenye swala hilo unajua ni wito, sio kwamba mtu anapenda kuwa mchungaji. Ule ni wito unaokuja. Sasa mimi kiuhalisia wito nimekubaliana nao. Kwa sababu wewe muda mwingi umeona hata pale ofisini kuna wakati mwingine ashinde kufanya kazi. Sasa nikisema nisikubaliane nao sitakuwa na maana yoyote ya kazi. Hata nikifanya kazi sitakuwa na mudi yoyote ya kazi, wala sitakuwa na amani ya maisha. Kwa sababu hapa nilipo, yani ninaona kabisa amani ni kukubali kuifanya hiyo kazi. Ni kweli. Kwa kimsingi mpaka nimewaza nimwambie mama mchungaji, huenda anaweza akanishauri. Unajua yeye ndo amemlea, huyo ni binti yake. Kweli anaweza kuwa na hekima kubwa za kumshauri kwa sababu ni binti yake amemlea. Na yule mama na hekima nyingi. Umewaza vizuri sana rafiki yangu. Nimefikiria hivyo. Sasa hapo tunataka tufanye haraka haraka sasa. Kuna nini kumwambia mama mchungaji aje mshauri. Ukanze na kazi uko nani? Kazini huko uje ufanye kazi, maana bosi analalamika sana. Sasa mimi ambacho nilikuwa nakifikiria sio kwamba eti nimwambie mama mchungaji amshauri. Niongee kwanza na mama mchungaji nisikie ataniambia nini. Akishaniambia mama mchungaji cha kufanya, kama atahitaji aongee naye, hapo sasa ndo tumpeleke akazungumze naye ama Hapo ni kweli sawa. Lakini bwana Eriki, ndio umekuja lakini nikiwa na mpango wa kutoka.
Mkuu, mbona umetuita mapema hivyo? Nimewaita ili tuje tuzungumze machache. Kuna kakijana kamoja kamekuja, kametoka Mbeya, kanajiita kenyewe ni kachungaji. Sasa nataka mkashughulikie. Binza, na kuagiza. Sawa mkuu. Nenda kwa Bibi Bulima ukauvuruge ule mji wote. Sawa mkuu. Haraka. Kipi kipimo cha thamani ya mtu kwenye hii dunia? Kila ninachofanya naona hakifanikiwi. Nashindwa nifanye nini kwenye hii dunia? Eti wa pesa navyodanganya, si unaona uhai simama walimwengu tushuke, shida zimezidi, harafu msaada hakuna.